Kwa ule seneta mweupe kabisa katika nchi yetu ya Kenya, Seneta wa Nyandarua, Mheshimiwa Methu. Karibu Seneta. Asante sana Mheshimiwa wa hapa, Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, ndugu viongozi wetu wa kanisa na andũ agũkũ gwitũ tumukumie Yesu Kristo. Mimi nataka nichukue muda mfupi sana Your Excellency, kwa sababu hapa tuko kanisani na unajua Your Excellency, kila siku mimi nakwambia mimi ni mzee wa kanisa, unaona ni kama bado mimi si mzee kabisa. Leo nataka tupime kama nimeshika masomo vile imesomwa. Masomo ambayo tulisoma ya kwanza, tulisoma kuhusu mama fulani ambaye alikuwa anasaidiwa na Elisha. Na akasema Elisha ni mtu mzuri sana. Na akasema Elisha ni mtu mtakatifu. Hasa wakaulizana, hii mtu mzuri na mtu mtakatifu, ni kitu gani tunaweza kumfanyia huyu mtu mtakatifu? Wakapiga hesabu, wamnunulia gari? Hapana. Wamnunulia simu? Hapana. Wakapiga hesabu, wakaona ile kitu anaweza kumfanyia ni kumjengea nyumba. Basi, na yeye William Ruto amechaguliwa amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ameangalia watu walimpigia kura, akashangaa, hii watu wazuri hivi nitawafanyia nini? Ameleta mpango ya kuwajengea manyumba. Basi wewe uko katika ile mpango ambayo ndio tumesoma leo na iko kwa Biblia. Na unajua mimi Your Excellency, mtu mwenye anapinga finance bill, ningetaka nijue atakuwa wa dini gani. Kwa sababu finance bill iko vitu yenye tumetoa kwa Biblia. Mimi nimekwambia mimi ni mzee wa kanisa. Chukua Biblia yako, soma John 14 verse 3. Yesu alisema, aliangalia watu akasema, mimi ninaenda mbinguni. Na huko mbinguni sijaenda biashara nyingine. Naenda huko kuwajengea manyumba. Na akasema hiyo manyumba ikimalizika mimi nitakuja kuwachukua. Sasa Your Excellency, hata ndio nilishangazwa na wale watu wa huko Shakahola wenye walikuwa nakataa kukura waenda wakaone Yesu. Hawa hawajasoma Biblia mzuri. Ukisoma hiyo Biblia mzuri inasema Yesu alisema nyumba ikimalizika mimi nitakuja. Haikusema mimi nikikaa nyinyi muache kukura mkuja mnipate huko. Sababu najua hawa watu wa Shakahola walikataa kukura. Wanataka kwenda kukutana na Yesu huko mbinguni. Ukifika huko nyumba yako haijamalizika. Sasa unaanza kuzungua watu mpaka utafutie mahali ya kuwekwa pale. Kwa hivyo Your Excellency, kwa sababu unajua kuna watu walienda kotini wakasema wanataka kupingana na finance bill. Na kitu moja mimi nataka niseme, kwa sababu tuko kanisani, ni vibaya sana mtu kudanganya. Wale walienda huko kotini walidanganya. Wakasema ati watu wa Senate, na mimi unajua mimi ni wa huko Senate. Watu wengine hawajui mimi ndio senator wa huko Nyandarua, senator mdogo zaidi hapa Kenya. Na unajua Your Excellency, nilikuwa nimekuomba kiti ya kuwa majority leader. Mkaniambia hata nijue mahali mlango ya bunge iko, nikasema ni sawa sawa. Kiti ya deputy majority leader mkapatia senator hapa ambaye amesema ni wasalimie. Ile nyingine ya majority whip mkapatia Halwale. Tena nyingine ya deputy majority whip mkapatia Dr. Lelegwe. Nikaangalia nikaona viti yote imekwisha. Nikaamua kujitengenezea yangu. Hasa pale Senate mimi niko na kiti. Haiko kwa katiba, haiko kwa standing order, lakini niko naye. Mimi ndio assistant majority leader. Hiyo haiko kwa katiba, lakini mimi ndio mimi na hiyo ni office very powerful, kwa sababu mimi ndio unajua Your Excellency vile mimi nafanya kwa sababu mimi najua ile siku uko pale State House, nakuja asubuhi nakaa hapo nasikiza vile unasema, napitia annex nasikia vile wanasema, naenda huko bunge nawaambia serikali inasema hivi. Hata kama mjaniambia mimi nasikia tu vile mnasema, mimi naenda nasema huko. Na sisi kama watu wa Senate tulikubaliana watu wajengewe manyumba ndio vijana wetu wapate kazi. Kwa hayo mengi machache, asanteni sana na agawitwa mradhi. Asante sana Assistant Majority Leader wa Senate. Kiti ambayo iko kwa standing orders na iko kwa katiba. Hii mambo ni kujituma, as His Excellency huwa anasema. Your Excellency the President.